Na wasikilize wazee. Ni kweli bwana Mkojani, sasa tumekuja na ujio wangu, nimekuja na vijana wamenifuata, umekuja kuniambia jinsi matatizo yanayojitokeza baina yao na wewe. Kwa hiyo sasa mimi nimekuja bwana Mkojani. Kwa nini Mkojani unayafanya mambo hayo unayofanya? Kwa sababu gani Mkojani? Wewe unasema hawa wamekimbia ulisi. Wewe umeukimbiaje ulisi bwana Mkojani? Wakati ameanza kufariki baba yako Mkojani, akafariki mama yako, ukabakia wewe na dada yako. Na istoshe mali zimeshagaiwa, wewe una mali zako na dada yako na mali zake. Iweje leo mama yao amekufa, wewe ukaseme hawa wamekimbia ulisi Mkojani? Wapi na wapi Mkojani mambo hayo unayofanya? Bwana sikia nikwambie bwana. Ustazi wangu ni mtu ambaye tunaheshimiana muda mrefu. Na urafiki wetu ni wa zamani. Yaani naweza nikasema milele amina. Tumeanza urafiki watoto wote hawajazaliwa hawa. Long time. Mimi na wewe unajua tulipotoka, unajua tuliyoyafanya. Kuna vitu vipo kimila na desturi na tamaduni, na kila ukoo una mila zake na tamaduni na desturi. Kwa hiyo tukija katika mila yangu mimi, ya ukoo wangu na familia, mama yao hawa amekimbia ulisi. Hawawezi kurithi kwangu kitu chochote. Mali zote zile ni za kwangu, shamba, nyumba mbili zile na mashamba ya mipunga, vyote ni vya kwangu. Yaani mama yenu wapata. Sasa basi, kama unataka kuua urafiki kwa ajili ya hawa madogo, uwa. Alafu usiniite dogo. Wewe tulia. Tulia mwanangu, tulia. Wewe ongea lakini usiniite mimi dogo. Tulia. Udugu ushakufa. Hapana Mkojani. Mario wanaikosaje hawa? Mkojani. Wanaikosaje? Afu istoshe Mkojani, toka madrasa wewe Mkojani ulikuwa unaniburuza kweli kweli. Kichwa chako kilikuwa kinafanya kazi kweli kweli. Iweje Mkojani sasa hivi mali ndo zimekubadilisha hivyo Mkojani? Hebu mkumbuke muumba wako Mkojani. Mkumbuke Allah Subhanahu wa Ta'ala Mkojani. Kuna leo na kesho akhera. Kuna moto Mkojani, na wewe sio kama ujui. Wewe unadhulumu mali, utachomwa Mkojani ndugu yangu. Bwana sikia basi mwanangu nikwambie bwana. Mimi nimeshapanga, nikishapanga nimepanga wazee wangu. Sikilizeni nyinyi. Sikilizeni tena muelewe vizuri tu. Bwana wewe nielewe mwanangu. Ninachokisema ni kwamba nyinyi mna upande wa baba yenu ana mali, alafu nyinyi sio maskini. Hizo ni roho za kichawi. Wewe roho za kichawi kuhusu nini? Kuhusu nini? Wewe hujui chochote kuhusu mazingira yetu sisi? Kwa hiyo kama mama yangu mimi amebakiza mali, wewe unachomokea za nini? Sasa baba yangu zinakuhusu. Sina ni usudi. Alafu wewe mwanaume, yani wewe mwanaume inabidi utafute za kwako. Acha tamaa babu. Alafu ukiongea usiniguse guse. Wewe sisi nikupange sawa. Sisi wenzio, yani wewe unapotaka kujitoa akili. Sisi ndio tushatoka akili long time. Kwa hiyo unataka nikuletea ule usela nini? Wewe mimi maisha yao nishakataa. Ila unataka kurudisha mimi kwenye usela afu mimi usela siutaki. Sasa nakwambiaje? Kama kuzurumiwa mpaka mdau wazee mpira unachezwa golini kwenu mshazurumiwa. Nyinyi mshazurumiwa. Wewe umetuzulumu. Mimi nikwambiaje? Nikwambiaje? Ngoja nikwambiaje? Huyu kwa maana maliko gani? Wewe nilisemaje? Wewe Mkojani, piga huwa garagaza babu. Yaani hizo mali aziondoki kokote. Zishazurumiwa sasa. Aziondoki kokote. Yaani zishaondoka. Unasemaje? Zishaondoka mzee wangu. Alafu ngoja kwanza. Wewe unajua usiletezo piga afu naamini kabisa wote kwa umemuua mama yangu. Wewe utakuwa nisikize. Wewe utakuwa umemuua mama yangu Mkojani. Nisikilizeni. Mkojani utakuwa umeniulia mama yangu. Bwana na kujana. Unaleta vitu vingine. Nakwambiaje wewe utakuwa kwa sababu wewe ungangania mali zinakuhusu nini wewe? Ndio mshazurumiwa sasa. Ngoja. Hawa washazi. Hawa tayari washazurumiwa. Tayari shokari. Wewe mtu na bro. Nisikize. Unajua bro kaongea maneno mengi sana wewe unashindwa kuelewa. Hata ustazi kashazungumza maneno yenye ustaarabu lakini unaleta ukaidi. Kwa sababu sisi tumeshakufuata sana kiustaarabu hapa lakini unashindwa kutuelewa. Unachokitafuta sasa unakipata. Tubaridi. Bwana sikilizeni madogo. Yaani nyinyi wote wawili huyo ustazi anakuwa shahidi. Mwanangu si umekuja na kanzu nyeupe. Leo kanzu itatapaka Adamu au watoto. Mabwaga wote wawili. Wote wawili. Mkabadilishe kanzu. Watoto wote na bwaga nao. Na mtu chuma na nyoka. Unaongea. Wewe unasema wewe zuruma. Kama nilivyokuambia kwa sababu ukiangalia yule ni mzazi. Sijajua mjomba wangu ni kitu gani ambacho kimemkuta mpaka sasa. Kwa maana kila nikijaribu kuongea naye nimefuata si chini ya mara 2 au mara 3. Lakini mjomba wangu bado haonyeshi dalili za kukubali kwamba sisi ndio wamiliki halali wa zile mali. Amekuwa ni mtu ambaye hana hasira, amekuwa ni mtu wa kufoka. Wakati huo mimi ankali wangu sijaishi naye hivyo hata siku moja. Nimeishi naye vizuri. Wakati male mama yupo tulikuwa ni watu ambao tunacheka kwa muda mrefu. Lakini sijaelewa ankali wangu kitu gani kimemkuta mpaka sasa. Labda nikajua amevurugwa kutokana na msiba ambao umemkuta wa dada yake. Lakini kiukweli haonyeshi dalili za kukubali.
haonyeshi dalili za kusema kwamba yeye ni mzazi, haonyeshi dalili za kusimama kama mama, na kinachoniuma zaidi amekuwa na nafsi ya kutudhulumu. Sasa nimejaribu kutafakari, nimejaribu kujiuliza sana, maana hata usiku wa jana sikuweza kulala kabisa ustazi. Nikaona ngoja nikutafute ili hata wewe pia unisaidie katika hili. Kwa imani ya dini yetu, hivi anachokifanya ankari kiko sahihi kweli ustazi? Sasa kwanza kijana, naona umri wako ni mdogo, lakini masikioni una maeleni, magasia. Ni kitu gani hicho unafanya? Wewe ni mtoto wa Kiislamu, hayakufawi hayo. Nini unavaa maeleni? Hebu toa hayo maeleni yako. She, mimi hayo maswala ya eleni nishazungumza sana. Nishamwambia mtoto wa kiume, alafu ndio mkubwa katika familia. Achana na maswala ya eleni. Wewe nyamaza, wakubwa wanaongea nao, unaongea nini? Haya baba, ushaongea sasa baba wewe. Hebu toa maeleni. Ushaongea. Samahani ustazi, samahani. Sawa. Na labda turudi kwa bwana Mkojani. Mkojani anachokifanya sio kitu sahihi kabisa. Na hicho anachokifanya sio kama akijui bwana Mkojani. Mkojani sio mchochoro yeye wa dini kusema haya anayotenda yeye hayajui. Anayajua haswa. Anajua nini anachokitenda. Ila mimi namshangaa bwana Mkojani. Kwa nini amebadilika kama hivi kwenye mali? Ni kweli duniani vitu vitatu, watu vitatuchoma sana. Na bwana Mkojani tayari ninamuona kabisa Mkojani kashateleza anaingia shimoni. Kashapotea bwana Mkojani. Na yote hiyo ni mali inomfanya hivyo Mkojani. Ila mimi cha kukwambieni, Mkojani na mama yenu nyie ni mama mmoja, baba mmoja. Afadhali ingekuwa Mkojani anasema hivyo, ungesema labda mzazi wenu kakimbia urisi, na haipo hivyo. Ameanza kufariki baba yake Mkojani, akafariki mama yake. Imana hapo tayari dada yake na yeye amesharisi katika mali. Sasa leo iweje bwana Mkojani aseme nyie hamna haki? Yeye sawa ni mtoto wa kiume na yule ni dada yake. Anaweza kusema labda yeye azidi, basi azidi, sio kukosa kabisa. Hata kama serusi lazima nyie mpate. Mimi nikuhakikishieni, kwa sheria ya dini nyie bwana haki mnayo. Mkojani tuwe mwenyewe anapepeleka, lakini inshallah mimi najua Mwenyezi Mungu atamuongoza kwenye njia iliyo sahihi, na haki zenu na nyie naye mtapata kama watoto. Lakini yani ujue imeniuma zaidi kwenye msiba, ankali wangu amekuwa ni mtu ambaye anaonyesha kwamba yeye amefurahishwa na kile kitu, kwa sababu amekuwa ni mtu wa kusema kwamba watu wamekula sana, watu wanabeba wali kwenye mamifuko. Yani amekuwa ni mtu wa kujisifia katika ile. Sasa kibinadamu, kama mtu umeguswa kweli na ndugu yako, huwezi kuzungumza vitu kama hivyo. Nikajaribu kufikiria, nikaona kweli mimi ankali wangu naishi labda atakuwa amevurugwa kutokana na msiba, lakini kiukweli bado tunahitaji msaada wako. Mkojani dini anaijua, ila hiyo hapo rujua, hapo kuna mali. Mkojani amesahau dini, tena ameangalia mali, na mali ndio itakayotuchoma hapa duniani. Mimi niseme tumuombe Mungu, maana Mungu yeye ndo anaweza kumuongoza Mkojani kwenye njia nzuri, na Mungu anaweza kumuongoza Mkojani kwenye njia mbaya. Mimi labda tu nizungumze kitu kimoja ustazi. Wewe ni mtu ambaye una busara zako. Sawa? Kwa hiyo wazo langu mimi nilikuwa naomba tuongozane mimi, brother pamoja na wewe. Paka kwa Mkojani. Unaweza ukawa ni mtu ambaye ukazungumza maneno ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu kama hivyo ulivyotuelezea, na sisi tumekuelewa. Kwa hiyo unaweza ukaongea maneno ambayo yana busara. Mkojani akakuelewa na akaingiwa hofu kutokana na maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunakuomba ustazi, uzungumze maneno ya kushiba ili Mkojani aogope. Hapana, mimi sitaki aniogope. Mimi nataka bwana Mkojani amuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndo anajua nini anachokifanya Mkojani. Ila wazo lenu mlolitoa sio baya, wazo zuri. Itabidi tuongozane, tuende kwa bwana Mkojani, tukampe ujumbe huu. Wenda kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala Mkojani wenda akampoza machungu yake bwana Mkojani. Najua mapepo tu yamempitia Mkojani. Hata mimi mara kwanza nilijaribu kufikiria. Basi sawa shehe. Basi unajiandaa? Tundoka, mimi sina cha kujiandaa hapa. Tunatoka. Tunaondoka. Sasa. Haya, tutoke shehe.
Na hata simwekee ugali. Mjeuri kama kitu gani? Apenda kuzeveza enzie tu. Kuzevezaji.